Karibu sana kwenye episode yetu ya pili. Wewe mwanafamilia wa Expensive Husband Brand, na leo tumekuandalia mada nyingine nzuri kabisa kwa ajili ya kujifunza kupata uelewa wa mavazi na muonekano. Na episode iliyoisha tuliweza kujua sayansi ya rangi kwa ujumla, lakini episode yetu ya pili tutajifunza ni kwa namna gani shape yako ya mwili inaweza ika-affect muonekano wako. Kwa hiyo leo tutajua kuna aina ngapi za shape za wanaume, lakini pia tutaangalia relation yake shape yako na muonekano wako, ni kwa namna gani inaweza ikaathiri muonekano wako, ili ujue kwamba una shape type ipi, ili uweze kujua pia ni vitu gani ambavyo ukivivaa au ukiviweka kwenye mwili wako vinaweza kuleta muonekano ambao ni mzuri, lakini pia uone kabisa kwamba ni vitu gani vya kuzingatia vya msingi ili kutengeneza body shape yako iweze kuwa na muonekano mzuri, ili kusaidia kwenye kutengeneza muonekano kwa ujumla. Kwa kuanza tutaanza na ujue ni vitu gani vya msingi ambavyo vinaelezea body shape ya mtu. Na ukitaka kujua body shape yako lazima uzingatie vitu vitatu kama sio vinne. Kabla tujazungumzia ni kwa namna gani body type yako inaweza ika-affect muonekano wako, na hisi tupite kidogo kwenye vitu vya msingi vya kuvijua katika body structure, katika muonekano wa mwili. Unajua tunaupima mwili kwa kuzingatia vitu vinne tu. Tunaupima mwili kuzingatia vitu vinne, na kitu cha kwanza cha kuzingatia tunaangalia mabega, shoulders zako, lakini kitu cha pili tunaangalia kiuno chako ambako ndio connection ya upper body na lower body. Lakini baada hapo tunaangalia nyonga ambayo ni hips, ambayo yenyewe inatengeneza structure ya lower body. Lakini mwisho tunaangalia height, urefu. Kwa tunaangalia kuna urefu na ufupi. Kwa kuzingatia hivyo, ili uweze kuupima mwili wa mtu tunazingatia vitu vinne. Shoulder, bega, tunakuja kwenye nyonga, tunakuja kwenye kiuno, na mwisho tunaangalia height, urefu wake. Sasa mimi nazungumza na wewe ambaye natamani leo uweze kujua mwili wako ni una shape ipi, ili uweze kujua ni kitu gani cha kukifanyia kazi ili upate shape nzuri kwa ajili ya kutengeneza muonekano wako. Shape ya mtu imekuwa divided kwenye type 4 tofauti. Sasa nitazilist hapa, nitazielezea jinsi zilivyo, alafu wewe utaniambia wewe ni shape type ipi. Tukianza na ya kwanza, shape ya kwanza ni triangle shape. Kuna watu wana muonekano wa triangle. Tunaijua pembe tatu ilivyo, juu ni ndogo, chini ni pana. Manake ni kwamba hawa watu nyonga zao zinakuwa ni kubwa kuliko shoulder zao. Kwa hiyo upper body inakuwa ni lower body inakuwa ni wide. Sasa hawa wale watu ambao wanakuwa na hips kubwa sana. Kwa unaweza kukuta mwanaume ukimwangalia ana hips pana sana, ana kiuno kipana sana kuliko shoulder zake. Shoulder zimemenyika ndani lakini chini papana. Huyo type yake ya mwili yeye ni triangle. Na huyu mtu mara nyingi nguo ambazo zinamshika chini zinampa posture mbaya, lakini lazima aangalie namna ya kubalance juu. Kwa hiyo anapokuwa anafanya selection ya mavazi yake lazima azingatie sana muonekano wake wa juu ili aweze kumaintain posture ya chini. Kwa hiyo juu kwa namna yoyote lazima avae nguo ambazo zitamfanya awe mpana, ili chini ule upana wake uweze kwenda sawa. Kwa hiyo na ili aweze kuwa na muonekano mzuri lazima afanyie kazi shoulder zake. Lazima as wide up shoulder, afanye mazoezi ya kuongeza shoulder, afanye mazoezi ya kuongeza chest, afanye mazoezi ya kuongeza mgongo, ili aweze ku wide up upper body, ili aweze kubalance na lower body. Lakini pia anaweza akafanya mazoezi ya kushusha mwili wa chini ukapungua kidogo, akapunguza mapaja kidogo. Yes. Vitu kama hivyo. Tukija kwenye type ya pili ya body structure ni inverted triangle. Inverted triangle ni pembe tatu ambayo ule upana uko juu. Kwa hiyo huyu mtu body structure yake inakuwa kwamba anakuwa na shoulders kubwa kuliko nyonga. Nyonga yake inakuwa ni ndogo ila shoulders zake zinakuwa ni wide. Sasa huyu mtu ana advantage sana, na wengi wao ni wale ambao wanafanya mazoezi, unamkuta juu amejaa, chini ni mdogo. Sasa huyu body type yake ni inverted triangle. Sasa huyu inabidi afanye anavyofanya, avoid nguo ambazo zinamchola sana chini, kwa sababu
Akivaa nguo ambazo zinamchonga sana chini, zinamtengenezea muonekano ambao sio mzuri, ambao sio attractive. Kwa lazima avae zile suruali ambazo ni shaped, suruali ambazo zimetengenezewa maumbo, ambazo zitamfanya aweze kubalance na mwili wake wa juu. Lakini tukiacha aina ya pili ya mwili huo, tuna leg triangle ambayo yenyewe ni box leg triangle, ambayo hii ni wale watu ambao shoda yake na kiuno chake vinashabihiana. Unaweza kukuta shoda ni pana kidogo, ila hips nao ni pana kidogo, ila wanashabihiana, yani urefu, upana wa juu na wa chini unashabihiana. Sasa hawa mara nyingi waga wanakuwa na advantage kubwa sana, kwa sababu kama juu na chini panalingana, manake ni vizuri sana kwenye kutengeneza muonekano wako, na hata ukivaa nguo inakuwa imesimama vizuri. Na hawa watu mara nyingi hata akiwa mrefu, akiwa mfupi, nguo kuonekana kwake katika uzuri inakuwa vizuri, japo lazima uhakikishe kwamba utengeneze shape, kwamba juu pawe pakubwa, chini pawe padogo hivyo. Ila ukiweka ukiwa tu ni straight, inakuwa kama haileti maana nzuri, na hawa ndo waga mara nyingi wanaoitwa vimbaombao, ambao unakuta shoda zipo na huko chini yani kanyooka. Kwa huyu lazima avoid nguo ambazo zinamshape sana, kwa sababu ukivaa nguo zinazokushape sana zitakufanya uwe katika structure ambayo sio nzuri, na kwa namna moja au nyingine zinaweza zikakunyima hata confidence. Kwa hiyo lazima ufanyie kazi kuhakikisha kwamba una wide up, unaitengeneza body structure yako. Lakini na aina yetu ya mwisho ya body structure ni trapezoid. Trapezoid hii ina mwili wake juu, shoda zake ni kubwa kidogo kuliko nyonga yake ni ndogo, imepishana kidogo, ambayo sasa hawa mara nyingi wanaendana na mavazi mengi sana. Hawa wengi wanapendeza kwenye mavazi mengi sana, na watu wenye mashepu ya staili hii mara nyingi akivaa chochote kinakaa. Kwa hiyo hii ndo shepu ambayo tungerecommend wengi wetu wawe nao, na uzuri ni kwamba shoda zinaweza kuongezwa, nyonga inaweza kuongezwa, chest inaweza ikaongezwa, unaweza ukaustructure mwili wako kadri unavyotaka. Ambacho hakiwezi kuongezwa maybe ni height, kwa sababu urefu ukishakuwa mfupi wewe ni mfupi, ukishakuwa mrefu wewe ni mrefu, ila unaweza ukaushape mwili wako, ufupi wako ukafichwa. Unaweza ukaushape mwili wako, urefu wako ukawa sio kelo. Kwa hiyo hizo ndo aina nne za body structure. Ni vyema wewe unayenifuatilia uweze kujua body structure yako ikoje, ujue kama body structure yako. Kwa hiyo ni vyema ujue wewe upo katika aina gani ya body structure, ili uone ni kitu gani cha kukiweka sawa, ni kitu gani cha kukizingatia, ili uweze kuwa na muonekano mzuri. Kwa sababu mwisho siku namna mwili wako ulivyo, namna body structure yako ilivyo, ndiyo inaweza ikapresent kitu vizuri. Sasa wewe kama mwanafamilia wa Expensive Husband Brand, ninataka uniambie kwamba je, kutokana na hizo types za body structure nilizozisema, wewe ni body structure type ipi? Lakini unatamani kuwa body structure ipi, na unafanya juhudi zipi kuhakikisha kwamba unatengeneza body structure yako iendane na ambacho unakitaka? Cha msingi ni kuhakikisha kwamba unatengeneza body structure ambayo itakufanya uwe na wigo mpana wa kuvaa nguo tofauti tofauti. Na body structure inaweza ikatengenezeka, height tu ndo ngumu kuongezeka. Kuongeza urefu ni changamoto, ukishakuwa mrefu ni mrefu, ukishakuwa mfupi ni mfupi, lakini kutengeneza body yako. Kwa hiyo ni wewe tu kuinvest muda wako kwa ajili ya kufanya mazoezi, kutengeneza body structure yako, na mwisho wa siku utapata muonekano ambao unaotaka. Okay, lengo na madhumuni ya somo letu hili ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza muonekano wetu, tunatengeneza body structure zetu, ili pale utakapopata nafasi ya kwenda kufanya kazi na designer yoyote, ujipende utakapokuwa umevaa nguo fulani. So thank you so much. Nachopenda kukuomba, hakikisha una subscribe ili uendelee kujifunza na sisi, uendelee kuwa mwanafamilia wa Expensive Husband Brand, uendelee kupata knowledge tofauti tofauti za mavazi na muonekano. Mimi naitwa Emmanuel Samson, ndiye niliyekuwa coach wako wa leo, na tutaonana tena wakati mwingine. Thank you so much. Hakikisha una subscribe. Thank you and have a good time.